tabia ya Mkristo mwenye hofu ya Mungu anakuwa na dhamiri iliyo safi. Haleluya. Mnaonaje? Hivi kweli hamwezi kuongeza vigelegele vya ofa? Yeah. Namna hiyo ajisikie vizuri bwana. Ameaminiwa na Mungu, ana kitu cha kuleta kwetu. Sema amen. Mtumishi wa Mungu, karibu sana kwenye madhabahu. Tiririka. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Amina. Bwana asifiwe baba na mama. Nawapenda. Kipekee sana ninamshukuru Mungu aliyenipa hii nafasi siku ya leo. Wala sikujua hata sikutegemea. Lakini kwa sababu ilikuwa ni matamanio yangu, nimemwambia Mungu hata kwa hizi dakika chache tu ulizonipa, hata nisipoongea chochote, huu uwe ndio mwanzo wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ninashukuru viongozi wa jumuiya yangu. Siku ya leo tutakwenda kukumbushana maneno au somo kidogo linalosema tabia za Mkristo mwenye hofu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tabia za Mkristo mwenye hofu ya Mungu. Kama Wakristo ambao tumekombolewa kwa damu ya Yesu, inatupasa kuwa na hofu ya Mungu ambayo itatusaidia kutembea katika mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipengele cha kwanza tutaangalia hofu ya Mungu ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Hofu ya Mungu ni kusikia uchaji na heshima na kutii amri za Mungu. Hii hofu ya Mungu tunaweza tukasoma kitabu cha Mwanzo 20 mstari wa 11. Mwanzo 20 mstari wa 11. Ibrahimu akasema, kwa sababu naliona yakini hapana hofu ya Mungu mahali hapa, wataniua kwa ajili ya mke wangu. Hapa Ibrahimu alikuwa anazungumzia hofu ya Mungu. Hii tunaipata kwenye historia ya Ibrahimu. Kuna mahali alitoka akaagizwa na Mungu kwenye nchi ya Abimeleki. Alipofika pale, aliona ile nchi au yule mfalme ndani mwake hakuna hofu ya Mungu. Akaamua kumdanganya yule mfalme kwamba huyu mke niliyekuja naye sio mke wangu. Huyu msichana aliyekuja naye sio mke wangu bali ni dada yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na alifanya hivyo akiwa anaogopa kwamba atauawa. Aliamua kumwambia uongo nani? Mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa sababu ndani yake Ibrahimu kulikuwa na hofu ya Mungu, lakini mahali pale alipofika kwenye ule mji aliona hapana uchaji wote wa nini? Wa Mungu, na ndani ya wale watu hakuna hofu ya Mungu. Kwa hiyo ili kunusuru maisha yake aliona amdanganye mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Na tumesema ya kwamba hofu ya Mungu ni kusikia uchaji na heshima na utii kwa nani? Kwa amri za Mungu. Abrahamu yeye ndani mwake kulikuwa na uchaji wa Mungu, lakini mahali pale alipoenda hapakuwa na nini? Na uchaji wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mwisho wa masuluhisho ya ile kesi yao na mfalme Abimeleki aliamua kumwambia hivi, na aliona mahali hapa hapana hofu ya nani? Ya Mungu. Maana yake kila kitu kwao ilikuwa ni halali, iwe kizuri kisiwe kizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na baada ya kujua hiyo nini maana ya hofu ya Mungu, tutaenda kwenye kipengele chenyewe au kwenye kichwa cha habari kinachosema tabia za Mkristo mwenye hofu ya Mungu. Kama Mkristo ambaye umeokoka, kama sisi wa Kristo ambao tumeokoka, ni tabia zipi ambazo zinaweza zikaonesha au watu wanaweza kaziona au Mungu anaweza kaziona kwetu kwamba ndani yetu kuna uchaji au kuna hofu ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Tabia ya kwanza, mtu mwenye hofu ya Mungu anafanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwenye hofu ya Mungu lazima afanye yaliyo nini? Mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu yanapatikana katika neno la Mungu. Unaposoma neno la Mungu ndipo unapotambua kwamba kuna mambo ambayo Mungu anahitaji niyafanye ili nimpendeze yeye. Bwana Yesu asifiwe.
Kama Mkristo uliokoka, lazima uishi kwa kuzingatia kanuni za neno la Mungu. Na Mungu anapenda tuishi kwa amani siku zote na furaha na kupendana na watu. Unapata haya katika neno la Mungu. Neno la Mungu linasema upendo ndio nguzo ya kila kitu, kwa sababu Mungu mwenyewe ni pendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye neno la Mungu tunapata yaliyo mapenzi ya Mungu. Unapokuwa unalisoma neno la Mungu, unaangalia ni mambo gani ambayo Mungu ameweka mipaka ili tusiyafanye na mengine tuyafanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Tabia ya pili kwa Mkristo mwenye hofu ya Mungu, anakuwa na dhamiri iliyo makini. Bwana Yesu asifiwe. Anakuwa na dhamiri iliyo makini. Tabia ya kwanza tumesema lazima aishi kwenye mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tabia ya pili ya Mkristo mwenye hofu ya Mungu, anakuwa na dhamiri iliyo safi, iliyo makini. Bwana Yesu asifiwe. Utajuaje kwamba wewe una dhamiri iliyo makini? Utajuaje kwamba mimi ni Mkristo nimeokoka? Je, dhamiri yangu inampendeza Mungu? Dhamiri ni kitu ambacho kinakupa uwezo wa kutambua jema na baya. Bwana Yesu asifiwe. Kama ndani mwako hakuna hofu ya Mungu, wewe kila kitu kwako kinakuwa ni halali. Kufanya uzinzi, uongo, uasherati, vyote ni halali, kwa sababu ndani yako hakuna kitu kinachokushuhudia na kukwambia kwamba hicho unachokifanya sio kitu sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Na kama dhamiri yako imekufa, hata ukimkosea ndugu yako, hata ukifanya kitu ambacho kimemuumiza mtu, lakini wewe hauwezi kujua kwamba yule mtu nimemfanyia hivi, nimemuumiza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa na dhamiri iliyo hai, iliyo safi, lazima utatambua kwamba huyu mtu nimemkosea, atakuwa ameumia kama vile ambavyo mimi ningeumia. Kwa hiyo utakuwa radhi kumwomba msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Na kama unataka kutenda dhambi, dhamiri yako itakwambia kabisa kwenye neno la Mungu hichi kitu kimekatazwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima Mkristo ambaye una hofu ya Mungu ndani yako, lazima dhamiri yako iwe makini. Lazima dhamiri yako iwe hai, isiwe imekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome Matendo 24 mstari wa 16. Dhamiri zetu iwe makini wala isiwe imekufa. Haleluya. Tabia ya tatu ya mtu mwenye hofu ya Mungu, lazima awe makini na ghadhabu ya Mungu na kuiogopa. Mtu mwenye hofu ya Mungu ndani yake lazima awe makini na ghadhabu ya Mungu. Tumezoelea sana Wakristo tunasema Mungu wetu ni mwenye huruma na mwenye rehema. Hata nikitenda dhambi nikaomba msamaha, atafanyaje? Atanisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunasahau kwamba huyu Mungu huyu ni mwenye hasira, na ghadhabu yake ikiwaka juu yake utapata jambo lolote ambalo ni baya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama Mkristo ambaye una hofu ya Mungu ndani yako, lazima uiogope ile ghadhabu ya Mungu. Usiishi na Mungu kwa mazoea. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiishi na Mungu kwa mazoea kwamba nimezoea, naendaga kanisani, nasikiliza, narudi. Hata nikiingia kanisani nikasengenya, hamna shida. Lakini kumbuka, hii ni nyumba ya Mungu. Kwa mazoea yako hayo, Mungu anaweza kawasha ghadhabu yake na hasira akakupiga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutasoma Matendo 5 mstari wa 1. Hii ni historia ya Anania na Safira kwa ufupi. Huyu Anania na Safira walikuwa mke na mume, na wenyewe walikuwa Wakristo kama sisi. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanahudhuria ibadani kama sisi, na wanaleta sadaka zao madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku ambapo walikuja wakafanya uongo mbele ya madhabahu ya Mungu, kulingana na yale mazoea yao walikuwa wanafanya kila siku, Mungu aliwasha ghadhabu yake juu yao, mke na mume wote wakafa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu mwenye hofu ya Mungu inatakiwa usimzoelee Mungu. Haleluya. Inatakiwa ndani yako fanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Acha kuishi na Mungu kwa mazoea kwamba Mungu atanisamehe, Mungu ni mwenye huruma. Kama Anania na Safira wakaiba, mimi kwa akili yangu ya kawaida nikawaza hawa watu labda walifanya vile wakijua kwamba Mungu si mwenye huruma Bwana, hata tukidanganya tutasamehewa tu na maisha yataendelea. Kuna swali moja tu ambalo ningependa kila mmoja ajiulize asubuhi ya leo.
ujiulize we mwenyewe na utafakari. Jiulize kwamba je, ndani yangu nina hofu ya Mungu? Kama mimi ni Mkristo wa kila siku, ninaenda na kurudi, ninachoenda kufanya kanisani au ninachoenda kufanya huko duniani, huko nje, kinadhihirisha kwamba ndani yangu kuna hofu ya Mungu? Kila mtu atafakari na ajiulize yeye mwenyewe, kwa sababu hofu ya Mungu ndio tiketi yetu ya kumuona nani? Ya kumuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bila hofu ya Mungu hakuna chochote tunachokifanya, kwa sababu kwenye hofu ya Mungu maana yake utakuwa unamcha Mungu, unamheshimu, unafuata sheria zake na kanuni zake zote, na unasoma neno lake ili likusaidie, kwa sababu Biblia inasema neno lake ndio taa ya miguu yetu. Haleluya. Neno la Mungu ndio taa ya miguu yetu. Kwa hiyo ndani yetu kukiwa na neno, lazima na hofu ya Mungu itakuwemo ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.